Siku moja baada ya Rais William Ruto kuweza kuteua baraza lake jipya la mawaziri, ndege ya kwanza iliyombeba ilielekea Mlima Kenya. Kaunti ya Tharaka Nithi anakozidi kupiga kambi na angalau kuweza kutafuta nafasi uungwaji mkono. Situjenge soko. Situliwaambia kina mama mboga watafanya biashara mahali kuna usafi na mahali kuna maji na mahali kuna heshima. Hiyo kazi mimi nataka niwaambie, tutakuja tujenge hiyo soko na mambo iende mbele. Vile vile mimi nimefika hapa Tharaka Nithi kwa sababu ya mambo ya stima. Si tulikubaliana na nyinyi tutawaunganishia stima? Sasa nimeanzisha leo, this morning, nimeanzisha project ya milioni 500 ya kuunganisha stima watu 8,000 hapa Tharaka Nithi County. Rais Ruto akiwa anaandamana na makamu wake Rigathi Gachagua wanaonekana kusifia baraza hili la mawaziri, huku wakitaja kuwa litaunganisha nchi na taifa. Jana mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote, ndio tupange maendeleo pamoja, tupange kulipa madeni ya Kenya pamoja, tupange mambo ya kulipa ushuru pamoja, tupange mambo ya masomo ya watoto wetu pamoja, tuunganishe stima pamoja. Munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Na hao watu ya Tharaka Nithi ni watu wako na msimamo. Wameunga mkono Mwai Kibaki, wakaunga mkono Uhuru Kenyatta, wameunga wewe William Ruto mkono. Hawa watu rais ni watu pia tuwafanyie kazi ambayo inalingana na bidii yao ya kuchagua viongozi. Niko mkwenda. Na pia Rais Ruto alipata fursa ya kuweza kumsifia Kithure Kindiki kuwa ni mtoto wa nyumbani aliyeweza kuchapa kazi inavyostahili. Na katika hiyo serikali mpya, huyu Profesa Kithure Kindiki ataendelea kuwa waziri wa usalama. Huyu Profesa Kithure Kindiki, mnanisikia? Si mnajua tulikuwa tunasumbuliwa na magaidi kule Lamu na sehemu zingine. Tangu huyu jamaa akuwe waziri, au magaidi wamehepa, wametoroka. Amewakomesha. Hata tulikuwa na watu wanatusumbua huko wanaitwa bandits. Wamefunga mashule, wameharibu wezi wa ng'ombe, wezi wa nini. Huyu waziri Profesa Kindiki tangu ashike hatamu ya kusimamia, hata wale bandits wamehama. Sasa tumefungua mashule kule Baringo, tumefungua mashule kule Turkana. Mtu akifanya kazi mzuri si aendelee jameni? Profesa Kindiki aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wale wanasema aendelee nione kwa mkono. Ni baada ya Rais Ruto kuweza kuteua baraza lake la mawaziri lililojumuisha viongozi kutoka upinzani. John Mbadi, Wycliffe Oparanya, Hassan Joho miongoni mwa wengine walipata nafasi ya kuweza kuingia katika baraza la mawaziri. I have now forwarded the name of John Mbadi Ng'ong'o to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, the Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, the Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. Hatua hii imeweza kukemewa vikali na vijana wa Gen Z, huku wakisema rais ameenda kinyume na matakwa yao. Wanasema baadhi ya viongozi ni wakongwe na wastahili kama kuweza kuingia baraza la mawaziri. It is the status quo repackaging of the same corrupt, incompetent folks to just form an unholy alliance. Despite the promise of change and reforms, we continue to see the same old pattern of governance and mismanagement. I refuse to endorse any of Ruto's appointees. His values actions fundamentally oppose our philosophy of life. We don't even believe to any of these politicians who are self-seeking. It's time for us to demand a genuine and accountable leadership rather than settling for recycled, failed governance. The government is not listening. The march will continue. And now we need to change of strategy and tact way forward. We need a vehicle. We need to follow the Constitution.
Tusibebe ufala, guys. Tusibebe ufala. We are draining the swamp saying Ruto must go, and Ruto must go doesn't mean Ruto as a person. It means he, the presidency, Ruto, with everybody in his governance. Gachagua, everybody, watu wote tu, I don't want to mention their names. Isisaulike kwamba rais amekuwa katika mstari wa mbele kuweza kufuata kile watoto hawa ama vijana wanahitaji. Walisema tusipitishe finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko, hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa, my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Na cha kutia msumari wa moto kwenye kidonda cha vijana ni kwamba Onesmus Kipchumba Murkomen ameweza kurejea tena katika baraza la mawaziri msimu huu, akisimamia hao vijana waliomuasi akiwa serikalini. Kipchumba Murkomen atakuwa waziri wa michezo pamoja na vijana. Haijulikani ni vipi ataweza kufanya kazi pamoja na vijana waliomkataa. The Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Daktari Haribert Mutua pia ameweza kurudi kama waziri wa leba, huku mbunge wa Garissa mjini Dandware akiweza kurejea kama waziri wa mazingira. Aliyeacha wengi vinywazi ni Daktari Julius Migosi Ogamba, waziri anayetarajiwa kuwa waziri wa elimu. Huyu alikuwa ndiye msaidizi wa ugavana wa kiti cha kaunti cha Kisii wakati Ezekiel Machogu alipokuwa akitafuta ugavana katika kaunti hiyo, jambo ambalo liliweza kumfanya Simba Harati kuweza kugaragaza asubuhi na mapema. Migosi anatarajiwa, ikiwa kuidhinishwa na bunge, kuweza kuchukua nafasi ya bosi wake wa zamani Ezekiel Machogu. Tunatarajia kuweza kuona msisimko bungeni pindi tu mbunge litakapoanza kupiga msasa viongozi hawa walioteuliwa kama mawaziri. Uteuzi huu ukiweza kuibua hisia mseto miongoni mwa wananchi, na hususan vijana walioelekea katika barabara nchini Kenya kuweza kupinga uteuzi na serikali ya UDA. Yote 9 la 10 ni bunge kuweza kuamua ni nani atakayekuwa waziri ama waidhinisho wote, ili kuweza kuendeleza mustakabali wa baadaye wa nchi na taifa, na kuweza kusaidia Rais William Ruto katika kuongoza nchi na taifa. MC Kopro Ontumbato.